Amina. Mshangilie Bwana kwa makofi ya kutosha kabisa. Mpigie Bwana makofi ya kutosha, mshangilie Bwana. Amen. Amina. Nilisahau kujitambulisha. Protocol officer wa leo ni mume wa Eliwa. Mpigie Bwana makofi sasa. Amen. Amen. Sasa tukio linalofuatia, karibuni walioandaliwa. Amen. Naomba tukae katika utulivu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaenda kuona maandiko mbalimbali kutoka katika Biblia ambayo yameandaliwa. Nayo yanahusu familia ya Mungu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Nitakwenda kusema kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili. Tufungue kitabu cha Mwanzo sura yote ya pili. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi. Hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuirima ardhi. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa nchi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ukatoka mto katika Eden wa kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne. Jina la wa kwanza ni Pishon. Huo ndio unaozunguka nchi yote ya Havila, ambako kuna dhahabu, na dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna bedola na vito shohami. Na jina la mto wa pili ni Gishon, ndiyo unaozunguka nchi yote ya Kushi. Na jina la mto wa tatu ni Hidekel, ndiyo unaopita mbele ya Ashuru. Na mto wa nne ni Frati. Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Eden, ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu
akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake. Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa mwituni, kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu aone, ili aone atawaitaje. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni. Lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu aliotwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona aibu. Waefeso sura ya 6 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 4. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Oh neno, oh neno, neno, oh mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Amen.
Amen, amen, amen. Boost it. Hallelujah. Mwanaume. Control you, control. Mwanaume. Amen. Kanisa, tuitetee imani. Hallelujah. Fundisho hili la mitume 12 wa Bwana Yesu limeletwa kwenu na wanaume wa PCC, likiwaelezea mitume 12 ambao kwanza walikuwa ni wanafunzi, lakini hawa 12 waliitwa tena ashara, ambalo limetokana na neno la Kiarabu Thelatha Ashara, au kwa lugha ya Kiebrania Ishna Esra. Haleluya. Kanisa, tuitetee imani. Ifuatayo ni maisha ya mtume Petro. Petro alizaliwa katika mji uitwao Bethsaida, Galilaya, Palestina ya sasa. Jina la baba yake alikuwa Yona. Simoni Petro alijulikana kama Simoni kabla ya kuitwa na Yesu. Alifanya shughuli ya uvuvi wa samaki katika bahari ya Galilaya, kama maandiko yanavyotuambia katika Marko sura ya 1 ule mstari wa 16. Baada ya kuitwa na Yesu, Simoni Petro aliacha kazi yake ya uvuvi akamfuata Yesu. Huduma yake, sifa yake kabla hajajazwa Roho Mtakatifu. Simoni Petro alikuwa mtu mwenye moyo wa haraka, jasiri, lakini pia mwenye kuogopa, maana alimkana Yesu mara 3, kama maandiko yanavyosema katika Luka ile 22 na ule mstari wake wa 56 hadi 57. Na alishindwa kutembea juu ya maji, kama maandiko yanavyosema katika Mathayo sura ya 14 na ule mstari wake wa 28 hadi wa 33. Huduma yake, baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, alihubiri Injili kwa nguvu hadi kusababisha miujiza mingi kutendeka, pamoja na kivuli chake kunyenyua wagonjwa, kama maandiko yanavyosema katika Matendo ya Mitume sura ile ya 5 na mstari wake wa 18. Hata ikawa katika njia kuu hutoa wagonjwa na kuwaweka katika majamvi na katika magodoro, ili ingawa Petro akija, kivuli chake kimwangukie mmoja wao. Alihubiri Injili hadi Rumi, na akiwa huko Rumi, Petro alikamatwa na kusulubiwa kwa kichwa chini. Alisulubiwa kichwa chini, miguu juu, maana alisema asisulubiwe kama Bwana Yesu alivyosulubiwa. Na alikufa mwaka kati ya 64 hadi 68 baada ya Kristo, katika utawala wa Kaisari Nero huko Rumi. Kanisa, maisha ya mtume Yakobo wa Zebedayo. Mtume Yakobo wa Zebedayo alizaliwa katika kijiji cha Bethsaida huko Galilaya. Alikuwa mwana wa Zebedayo na Salome mama yake. Kaka wa Yohana naye alikuwa mvuvi katika bahari ya Galilaya kabla ya kuitwa na Bwana Yesu. Na baada ya kuitwa na Bwana Yesu, aliamua kuacha kila kitu na kumfuata Yesu. Na huyu mtume Yakobo wa Zebedayo ni mmoja wapo kati ya mitume 3 waliokuwa karibu sana na Yesu. Na hao mitume ambao walikuwa karibu sana na Yesu ni huyu Yakobo wa Zebedayo, Simoni Petro pamoja na Yohana. Huyu Yakobo wa Zebedayo alikuwa mtu wa moto sana, mwenye nguvu na bidii.
Na ukiangalia kitabu cha Marko ile sura ya 3 aya 17, ndipo Yesu mwenyewe aliwaita jina la Boanerge, yaani wana wa ngurumo, yeye pamoja na ndugu yake Yohana. Huyu Yakobo wa Zebedayo katika tukio mojawapo tunaliona katika kitabu cha Luka sura ya 9 kuanzia aya 51 mpaka 56. Ukiangalia pale, Yakobo pamoja na ndugu yake Yohana walimwambia Yesu wanataka kushusha moto kutoka juu mbinguni, na Yesu akawageukia akawakanya kwa sababu ya kile kitendo cha watu wa Samaria, hawakumkaribisha huyu Yesu. Huyu Yakobo wa Zebedayo alikamatwa na mfalme Herode Agripa wa kwanza, na ndiye anakuwa mtume wa kwanza kuuawa katika kuitetea na kuilinda imani yake. Huduma yake, huyu Yakobo wa Zebedayo alihudumu katika Yerusalemu na Yuda. Yakobo wa Zebedayo ndiye mtume pekee katika Biblia. Kifo chake kimeandikwa. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 aya ya 1 mpaka ya 2, nasema ya kwamba panapo majira yale yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa, akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Na huyu Yakobo kifo chake aliuawa kwa kukatwa kichwa huko Yerusalemu mnamo mwaka wa 44 baada ya Kristo. Kanisa, tuitetee imani. Historia ya maisha ya Mtume Yohana. Mtume Yohana alizaliwa mwaka wa 6 baada ya Kristo. Kazi yake kabla hajaitwa na Yesu, yeye alikuwa mvuvi na ndiye aliyekuwa kijana mdogo kati ya wanafunzi wote wa Yesu 12. Ni mdogo wake na Yakobo baba yao Zebedayo. Huduma yake, Yohana ameandika Injili ya Yohana, akaandika nyaraka 3 za Yohana na akaandika na kitabu cha Ufunuo. Sababu zilizomfanya aandike Injili ya Yohana, alitokea Myahudi mmoja aliyesimama kupotosha ya kwamba Yesu ni mwanadamu wa kawaida, aliyesimama akasema hakuna Utatu Mtakatifu. Ndipo ikamlazimu Yohana kuandika Injili ya Yohana ambaye ujumbe wake mkuu, Yesu ni Mungu au uungu wa Bwana Yesu. Yohana akiwa anaendelea kuifanya huduma ya Yesu, mwaka wa 81 mpaka 96 baada ya Kristo, ya utawala wa Kaisari katili sana Domitian, alimkamata akamtesa kwa mateso mengi sana, ambapo alipoona hafi alimchemsha katika pipa ya mafuta, lakini hakufa wala hakupata dhara lolote. Akamtoa akiwa hai, akamnywesha sumu inayoweza kuua kwa muda mfupi sana. Yohana hakufa. Ndipo akaamuru akatupwe katika kisiwa cha Patmo, kisiwa hicho ambacho kinakaliwa na wanyama wakali. Yohana alipotupwa katika kile kisiwa, Yesu akamtokea akampa ujumbe wa kitabu cha unabii, kitabu cha Ufunuo. Ndiye mwanafunzi pekee aliyekufa kifo cha kawaida akiwa mzee wa siku nyingi. Yohana ndiye mwanafunzi pekee. Kanisa, tuitetee imani. Maisha ya mtume Filipo. Filipo alikuwa miongoni mwa wale thenashara 12 wa Bwana Yesu. Alizaliwa karne ya kwanza huko Betsaida, Galilaya, mji ule ule ambayo Simoni aitwaye Petro na Andrea walikuwa wanatoka katika mji huo. Filipo alijulikana sana kutokana na shauku yake ya kutaka kujua mambo mengi na mafundisho ya Yesu. Baada ya kukutana na Yesu, Filipo ndiye aliyemleta Nathanaeli ambaye jina lake jingine aliitwa Bartholomayo na kumuita kwa Yesu.
jambo linaloonyesha alivyokuwa na shauku kubwa ya kuwaleta watu kwa Yesu. Filipo ametajwa mara kadhaa katika vitabu vya Injili. Mara nyingi alionekana akiuliza maswali. Katika Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 5 kuanzia wa 5 mpaka wa 13. Filipo anaelezea hisia zake za kibinadamu juu ya uwezo na uwezekano wa kuwalisha watu 5,000 kwa mikate 5 na samaki 2. Yesu alimuuliza Filipo kwa kumjaribu, kwa maana alijua nini atakako difanya, maana yeye ni Mungu anayeweza yote. Alihubiri Injili mpaka huko Frigia, ambayo ndio Uturuki ya sasa. Kifo chake alisulubiwa huko Hierapolis, Asia ndogo, ambayo ni Uturuki ya sasa. Hii ilikuwa ni baada ya kukataa kuacha kuhubiri Injili. Alikataa kabisa kuto kuhubiri Injili, maana aliendelea kuhubiri Injili mpaka kifo chake, na alikufa mwaka wa 80 baada ya kuzaliwa kwake Yesu. Kanisa, historia ya mtume wa Bwana wetu Yesu Kristo Bartholomayo. Vitabu vya Injili Mathayo, Marko na Luka vinamtambua kwa jina la Bartholomayo, lakini kitabu cha Injili cha Yohana kinamtambua kwa jina la Nathanieli. Huyu alikuwa ni msomi wa Torati kabla hajaitwa na Bwana Yesu. Nathanieli alikuwa ni mtu wa imani na mtu wa upendo. Nathanieli alikuja kwa Bwana Yesu kwa ushuhuda wa Filipo, mtu wa Betsaida, lakini yeye akiwa ni mzaliwa wa Kana ya Galilaya. Alishuhudiwa na Filipo baada ya Filipo kukutana na Bwana Yesu na kumwelezea mambo yanayomhusu. Ndipo alipomwendea Nathanieli na kumwambia, tumekutana na yule aliyeandikwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu Mnazareti, mwana wa Yusufu. Nathanieli alionyesha hali ya kutokuamini, maana alimwambia, yawezekaneje jambo jema kutokea huko Nazareti? Lakini Filipo akamwambia, njoo uone. Akaenda naye kwa Yesu, naye Yesu alipomwona Filipo akasema, tazama Mwisraeli kweli kweli, mtu asiye na hila ndani yake. Kwa maneno hayo Filipo akasadiki na kukiri, Rabi, wewe ni mwana wa Mungu, mfalme wa Israeli. Habari hizo zinapatikana katika Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 45 mpaka ule wa 51. Huduma ya Nathaniel, mtume wa Bwana Yesu. Nathaniel alihubiri Injili katika maeneo matatu makuu ambayo ni Syria, Iraki na Armenia. Nathanieli katika kuhubiri kwake Injili, watu wa huko Armenia walichukizwa sana na ile ishara na maajabu yalikuwa kitendeka, lakini pia msimamo wake katika mafundisho ya Injili ya Bwana Yesu. Hivyo walichukizwa na hali ile, wakamgathirikia, wakamkamata na kumuua kwa mateso makali, ambayo ilikuwa ni kuchuna ngozi yake mwili mzima hali akiwa hai. Na baada ya kuona kwamba alikana kuipinga ile imani, basi wakaamua kumkata kichwa na akafariki. Na kufa kwake ilikuwa ni mwaka kati ya 69 hadi ule wa 71 baada ya Kristo. Kanisa, tuitetee imani. Historia ya maisha ya mtume Yohana. Historia ya maisha ya mtume Mathayo. Mathayo alizaliwa karne ya kwanza. Kazi yake kabla hajakutana na Yesu alikuwa mtoza ushuru, mtu aliyechukiwa na Wayahudi kwa kuwatumikia Warumi. Wito wake, Injili ya Mathayo sura ya 9 mstari wa 9 nasema, na Yesu alipokuwa akitembea
alimuona mtu mmoja aitwaye Mathayo ameketi forodhani, akamwambia njoo nifuate, naye akamfuata. Huduma yake, ameandika injili ya Mathayo. Amehubiri injili mpaka Ethiopia, ambapo walimkataa kwa fundisho lake, wakachukizwa sana kwa namna alivyokuwa akielezea habari ya wokovu. Ndipo wakamuua kwa kifo cha ukatili katika mji wa Ethiopia. Kanisa, maisha ya mtume Tomaso. Tomaso alizaliwa karne ya kwanza huko Galilaya. Alikuwa ni mwanafunzi aliyependa kuuliza maswali. Baada ya kushuhudiwa kuwa Yesu amefufuka, Tomaso hakusadiki kabisa. Tunasoma katika Injili ya Yohana sura 20 mstari wa 25, inasema, basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemuona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Lakini Tomaso, baada ya Yesu kuwa amejidhihirisha kwa wanafunzi wake wote akiwamo na yeye, Tomaso alijawa na nguvu kubwa ya imani. Alisafiri hadi India katika kueneza injili, ambako alichomwa na mkuki huko Mylapore, Madras, India, mwaka wa 72 baada ya kuzaliwa kwake Yesu. Kanisa, itetee imani. Historia ya maisha ya mtume Yakobo wa Alfayo. Yakobo wa Alfayo. Biblia na nyaraka za kihistoria hazijataja tarehe kamili, mwaka wake na mahali alipozaliwa huyu Yakobo wa Alfayo. Yakobo wa Alfayo alijulikana kama Yakobo mdogo ili kuweza kumtofautisha na Yakobo wa Zebedayo ambaye yeye alikuwa ni Yakobo mkubwa. Huyu Yakobo wa Alfayo alikuwa mtu mpole na mtulivu, si maarufu sana kama Yakobo wa Zebedayo, lakini alikuwa mwaminifu sana kwa Yesu. Yakobo wa Alfayo alikamatwa na kusukumwa katika mnara wa hekalu wenye urefu wa mita 100, na alipokataa kufa au baada ya lilo tukio hakufa, na walipoona hajafa alipigwa mawe hadi umauti. Yakobo wa Alfayo aliuawa mwaka wa 44 baada ya Kristo, na katika huduma yake alihudumu katika maeneo matatu. Eneo la kwanza ni Syria, eneo la pili ni Misri, na eneo la tatu ni Yerusalemu huko Israeli. Kanisa, historia ya maisha ya mtume wa Bwana Yesu Tadeo. Huyu alijulikana kwa jina jingine Yuda, mwana wa Yakobo, nduguye Yohana. Kazi kabla ya kuitwa na Yesu alikuwa ni mjenzi, yani mchonga mawe. Na alipokutana na Yesu na kufanyika kuwa mtume wa Bwana Yesu, alihubiri injili sehemu mbalimbali ikiwemo Iraki na Armenia. Na tukio kubwa ambalo alifanya katika huduma yake ni kwamba alipata neema ya kwenda kuhubiri mpaka nyumba ya mfalme Abgari huko Armenia. Na bintiye mfalme aitwaye kwa jina la Sanduth alimwamini Yesu kwa injili ya mtume Tadeo, na mtume akambatiza. Tukio hilo ambalo liliwachukiza viongozi wa kidini huko Armenia, lakini pia viongozi wa kiserikali wakachukizwa na hali ile, wakamchukua bintiye mfalme wakamtupa gerezani.
na kumlazimisha kwamba aweze kuikana injili hii mpya, lakini alikataa katu. Naye akaanza kuwahubiria watu, yani kushuhudia. Na kitendo hicho cha kuanza kuwashuhudia wengine kiliwakasirisha zaidi viongozi wa kidini, kwa sababu mafundisho yake yalikuwa yanaenda kinyume kabisa na mafundisho ya dini zao za kwanza. Hivyo wakamchukua wakamuua. Mtume Tadeo akaendelea kuhubiri injili, na miujiza mingi ikiwa inaendelea kutendeka, wakaona huyu analeta mapinduzi makubwa, naye wakamvizia, wakamuua kwa kumpiga mishale mingi, naye akafa akiitetea imani. Kanisa, tuitetee imani. Maisha ya mtume Simoni Zelote. Simoni Zelote alizaliwa katika mji wa Kana Galilaya. Wakana Galilaya. Simoni Zelote, Biblia haitaji tarehe au mwaka kamili wa kuzaliwa kwake. Simoni Zelote aliitwa Simoni Zelote kwa sababu alikuwa mwanaharakati. Aliitwa Simoni Zelote kwa sababu alikuwa mmoja wa madhehebu ya Wayahudi walioitwa Wazelote. Simoni Zelote alikuwa mwanaharakati, lakini Yesu alimgeuza kutoka kuwa mwanaharakati wa kisiasa hadi kuwa mhubiri wa injili maarufu. Huduma yake, alihubiri injili mpaka Persia, ambayo kibiblia ilijulikana kama Uajemi. Kwa sasa inajulikana kama Irani ya leo. Alihubiri injili katika maisha yake yote, na alikufa kifo cha kikatili kwa sababu ya injili aliyokuwa akitangaza. Kifo chake akijulikani mahali alipokufa na mahali ambapo alimaliza mwendo wake wa injili. Kanisa, tuitetee imani. Historia fupi ya Yuda Iskarioti. Naomba nimueleze Yuda Iskarioti kama ifuatavyo. Yuda Iskarioti alizaliwa mwaka wa 4 kabla ya Kristo. Yuda Iskarioti ni mzaliwa wa eneo la Yudea katika kijiji kinachoitwa Kerios ama Kariote. Yuda Iskarioti, jina la Iskarioti sio jina la mtu wala sio jina la baba yake. Baba yake na Yuda alikuwa anaitwa Simeoni. Sasa kwa nini anaitwa Yuda Iskarioti? Yuda Iskarioti limegawanyika katika maneno mawili makubwa. Manake mwana wa. Kariote manake ni ule mji aliotokea yeye, ama Kerios. Na ndio hii inayotofautisha na watu wengine. Wapo akina Yuda wengi katika Biblia. Kwa hiyo yeye ni Yuda mwana wa Kariote au mwana wa kijiji cha Kerios. Yuda alikuwa ni miongoni mwa mitume 12 wa Bwana Yesu. Na yeye Yuda katika hawa mitume 12, kazi yake kubwa ilikuwa ni mtunza fedha, mhasibu. Na katika kutunza fedha kwa Yuda alikuwa na tamaa na ni mwizi. Na tabia hii ya Yuda ya kuwa na tamaa na kuwa mwizi ndiye aliyekuwa mwanafunzi mtume wa Bwana Yesu, aliyemsaliti Bwana Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Alienda kwa makuhani na mafarisayo ambao ni viongozi wa dini, akaenda akapokea hizo fedha. Na alipopokea hizo fedha vipande 30, usiku akaongoza kikosi kikubwa cha maaskari waliotumwa kutoka kwa viongozi wa dini kwenda mpaka mahali ambapo Yesu yupo. Na Yesu wakati huo alikuwa katika bustani ya Getsemane. Kwa alipofika pale, aliwaelekeza kwamba yule nitakaye mbusu ndiye huyo. Maana wale maaskari walikuwa hawezi kumtambua Yesu pamoja na wanafunzi wake. Kwa Yesu ni yupi na wanafunzi ni wapi? Kwa akasema, akawapa ishara, nitakaye mbusu
huyo ndiye mkamateni. Na alipofika katika bustani ya Getsemane, alipombusu, wale maaskari wakamkamata. Na alipoona Yesu tayari amekamatwa, ametiwa katika mikono ya watu wabaya na amehukumiwa, Yuda Iskarioti akachukua zile fedha. Moyo ukaanza kuhukumiwa sasa kuwa nimetenda dhambi. Akachukua zile fedha, akakimbia kuzirudisha kwa viongozi wa dini. Viongozi wa dini wakakataa. Yuda Iskarioti akachukua maamuzi ya kwenda kujinyonga. Alipofika kwenye mti akajinyonga na matumbo yake yakapasuka. Wale viongozi wa dini, makuhani, mafarisayo, wakachukua ile fedha, vile vipande 30 vya fedha. Walipochukua wakaenda kununua shamba moja, lilikuwa shamba la mfinyanzi. Wakalinunua lile shamba kwa jina lake Yuda. Na hilo shamba wakaweka ni shamba maalumu kwa ajili ya kuzikia watu wa mataifa au wageni. Historia ya Yuda ikaishia hapo. Alijinyonga mwaka wa 33 baada ya Kristo. Kanisa, na hii ni historia ya mtume wa Bwana Matias. Matias alizaliwa Yudea huko Uyahudi. Mwaka wake wa kuzaliwa haujulikani. Matia alikuwa ni shemasi kabla ya kuchaguliwa kuziba pengo la wale mitume 11 kwa usaliti wa Yuda aliyemsaliti Bwana kwa vipande 30 vya fedha. Kama yasemavyo maandiko katika Matendo ya Mitume sura ya 1 na ule mstari wa 23 mpaka wa 26, wakaweka wawili, Yusufu aitwaye Barsaba aliyekuwa na jina la pili Yusto na Matia. Kisha wakamwomba Bwana wakisema, wewe Bwana ujuaye mioyo ya watu wote, tuonyeshe hivi sasa ni nani uliyemchagua katika hawa wawili ashike nafasi katika huduma hii na utume huu, aende zake mahali pake mwenyewe alipopaacha Yuda. Kisha wakawapigia kula, na kula ikamwangukia Matia, naye akahesabiwa miongoni mwa wale 11. Wakati Yuda akiacha pengo kwa usaliti kwa vipande 30 vya fedha, Matia alitumika kwa unyenyekevu na utii wa kweli. Matia ndiye mtume wa Bwana Yesu ambaye aliileta injili mpaka Afrika, huko Ethiopia na kwenda zake mashariki ya mbali India. Matia alikufa kwa kupigwa kwa mawe na kisha kukatwa na shoka mnamo mwaka wa 80 BK. Wanaume, itetee imani. Mwanamke, itetee imani. Kanisa, tuitetee imani. Fundisho hili la mitume 12 wa Bwana Yesu linatufundisha mambo yafuatayo. Mwanaume ni kiongozi katika familia na mwanaume ni kiongozi katika kanisa. Kibiblia, mwanaume ndiye aliyepewa jukumu la kuwafundisha watoto wake na kizazi chake na kizazi cha watoto wake kumpenda Mungu na kumpenda mwanadamu. Kama tunavyosoma kwenye kile kitabu cha Waamuzi kuanzia ile sura ya 2 kuanzia ule mstari wa 6 mpaka wa 10. Wakati Yoshua akiwaingiza wana wa Israeli katika nchi ya Kanani, na kipindi chote cha Yoshua baada ya kufa kwake na wale wazee waliokuwa pamoja naye walioyashuhudia matendo ya Bwana kupotea, kiliinuka kizazi kingine kisichomjua Bwana, nacho kikaitumikia miungu waliokatazwa kuitumikia. Na ndiposa Mungu akawatia katika mikono ya watesi wao. Nataka nikwambie mwanamume wa PCC na mwanamke wa PCC, hawakuwa hawa mitume 12 tu walioitetea imani. Walikuwepo wanawake na wanaume walioitetea imani mbali na mitume 12 wa Bwana. Unapokuwa mwanafunzi wa Yesu, ili kuitetea imani, jua kabisa wewe sio wa kwanza kuitetea imani. Walikuwapo watu walioitetea imani tangu miaka 2000 iliyopita. Lakini mitume hawa 12 walikuwa na sifa za kipekee.
miongoni mwao kulikuwa na watoza ushuru, miongoni mwao kulikuwa na wasomi wa sheria na wana mapinduzi. Na Injili inawaelezea vizuri sana shauku yao kwa Yesu na makosa walioyafanya. Lakini baada ya Roho Mtakatifu kushuka ndani yao, mitume hao walifanya mapinduzi na waliigeuza dunia juu chini. Tunasoma katika Matendo ya Mitume ule mstari ule wa 7 na sura ya 13 sura ya 7 mstari wa 13. Walipouona ujasiri wa Petro na Yohana na kutambua ya kuwa watu wao walikuwa hawana elimu na wasio na maarifa, wakastaajabu. Na ndipo walipotambua wanaume hawa walimbeba Yesu. Nataka nikwambie, mwanaume wa PCC, mbebe Yesu kama ilivyokuwa dhima yetu na kama ilivyokuwa dira yetu ya kanisa la PCC ni kutembea na kusudi la Mungu. Nami nataka nikwambie, tu washindi na zaidi ya kushinda, maana kuna sababu moja, yule aliyo ndani yetu hata tuacha. Yeye ugeuza mabaya kuwa mema. Ishindania imani, mshindania Kristo, ipigania imani. Hata kama watakucheka, hata kama watakuacha, hata kama watakutenga, wasipokupa nafasi kazini, mpiganie Yesu, ipiganie imani. Ni heri kung'ang'ania imani, heri kung'ang'ania imani, imani bila kujali kitu chochote. Oh, heri kung'ang'ania msalaba, heri kung'ang'ania msalaba, msalaba. Oh, hata wakikutenga ng'ang'ana, hata wakikucheka ng'ang'ana, ng'ang'ana bila kujali kitu chochote. Oh, heri kung'ang'ania maombi, heri kung'ang'ania mikesha bila kujali kitu chochote. Mpigie Bwana makofi, mshangilie Bwana, mshangilie Bwana. Haleluya, amen. Kwa hiyo Baba, sisi viongozi pamoja na wanaume wa PCC PMF tunaomba upokee zawadi hii ndogo na ikafanyike baraka katika huduma yako, na Mungu aendelee kukutumia na kutuombea sisi wanaume ili tukamtumikie Mungu kwa moyo wa kupenda. Hebu naomba nimpe mama aseme kidogo, halafu mimi ndio niongee. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume. Amen. Mungu awabariki sana wa baba. Tunashukuru sana kwa yote ambayo mmefanya, na Mungu awazidishie, Mungu aponye familia zenu. Asanteni sana. Mungu awabariki kamati ya wababa, Mungu awazidishie. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kila sikukuu inapofika ninatokwa na machozi, kwa sababu
Mungu anayoendelea kuyafanya kuwatumieni ninyi. Kwangu na mke wangu ni kama ndoto vile. Nimeliona pendo la Mungu ndani yenu. Nimeona moyo wa ushirika ndani yenu. Na nimeiona shauku. Unajua shauku ya watu kumtumikia Mungu hata asiposema unaiona tu. Wote mnaposimama, wote mnapoongea, wote nyuso zenu ni muhuri tosha ya kwamba sio maneno tu mnayosema hapa, ni kweli mumeamua kutushika mkono na kutupa faraja. Na bado kwa miezi hii mitano mmejenga makanisa mawili, mmemaliza la Msata na sasa hivi wanapiga ripu Busweru, limekamilika, limemalizika. Na bado kiwanja cha Mwanza tumenunua wenyewe. Haya, jumla ya haya mambo ni makubwa sana ambayo huwezi kuyapanga kwa akili. Kwa hiyo Mungu awabariki sana, Mungu awalinde, Mungu awatunze. La mwisho, tunaomba maombi yenu sana. Tunasema neema ya Bwana ipitayo akili na ufahamu wote iwafunike. Mwaka huu 2026 uwe mwaka wa baraka, uwe mwaka wa mafanikio kama tulivyounena tangu tunapouanza. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Mungu mmoja katika utatu, kila mmoja aliyefanya huduma yoyote na aliyetoa chochote na aliyeshiriki kwa namna yoyote ile, Bwana ampe na kuzidi maradufu. Amen. Amen. Shangilia Bwana kwa makofi kabisa wakati wanakwaya. Tuchukue nafasi zetu kule nyuma na wale wanaoshikia mic upande tafadhali sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo ni kivumbi. Amen. Karibuni wale wa mic. Sifa, sifa, sifa apewe Bwana. Sifa, sifa, sifa apewe Bwana. Sifa, sifa, sifa apewe Bwana. Oh, sifa, sifa, sifa apewe Bwana. Oh, sifa, sifa, sifa apewe Bwana. Oh, sifa, sifa, sifa apewe Bwana. Ainuliwe, atukuzwe, asifiwe, ni Mungu wetu. Ainuliwe, atukuzwe, asifiwe, ni Mungu wetu. Ainuliwe, 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 ainuliwe, atukuzwe, asifiwe, ni Mungu wetu. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa zote. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa zote. Yesu pokea, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa zote. Yesu pokea, pokea sifa, pokea sifa, Yesu pokea sifa
pokea sifa zote. Yesu pokea sifa, pokea sifa. Yesu pokea sifa zote. Sifa, sifa, sifa apewe Bwana. 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 Sifa, sifa apewe Bwana. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa zote. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa zote. Yesu 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 pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa zote. Sisi wanaume tunamshukuru Mungu kwa kutupatia kanisa hili zuri, kanisa lenye mfanano na kanisa la matendo ya mitume. Sisi wanaume tunamshukuru Mungu kwa kutupatia kanisa hili zuri, kanisa lenye mfanano na kanisa la matendo ya mitume. Asante, asante Mungu, tunakushukuru. Pokea, Mungu pokea shukrani zetu. Asante Mungu, tunakushukuru. Mungu pokea shukrani zetu. Asante Mungu, tunakushukuru. Mungu pokea shukrani zetu. Asante Mungu, tunakushukuru. Mungu pokea shukrani zetu.
wanaume tunao wajibu wa kumtumikia Bwana Mungu wetu kwa nguvu zetu na mali zetu na kwa karama alizotupatia. Sisi wanaume tunao wajibu wa kutumikia Bwana Mungu wetu kwa nguvu zetu na mali zetu na kwa karama alizotupatia. Asante, asante Mungu, tunakushukuru. Mungu pokea shukurani zetu. 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 Sisi wanaume twende tufanye kazi yake Bwana aliyotuagiza, tukamtumikie na wake zetu na watoto wetu, sote kwa umoja. Sisi wanaume twende tufanye kazi yake Bwana aliyotuagiza, tukamtumikie na wake zetu na watoto wetu, sote kwa umoja. Asante Mungu, tunakushukuru. Mungu pokea shukurani zetu. 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 Asante Mungu, tunakushukuru. Mungu pokea shukurani zetu.
lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo, ni Kristo. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo, ni Kristo. Na kichwa cha mwanamke ni mwanaume, mwanaume. Na kichwa cha Kristo ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu. Na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, mwanamume. Na kichwa cha Kristo ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu. Kichwa maana yake ni kiongozi, tena ndiye mtawala. Kichwa maana yake ni kiongozi, tena ndiye mtawala. Mwanaume kama kiongozi ajue kupanga na kusimamia, kama wakili wake Mungu simama katika zamu yako. Mwanaume kama kiongozi ajue kupanga na kusimamia, kama wakili wake Mungu simama katika zamu yako. Katika kusimamia aweze kujisimamia mwenyewe, watoto na familia, watu na vitu vingine. Katika kusimamia aweze kujisimamia mwenyewe, watoto na familia, watu na vitu vingine. Makuu ya kanisa PCC kwa wanaume ni kuwaunganisha wanaume wote ndani ya kanisa, kuwaandaa, kuwawezesha wamtumikie Mungu, pamoja na kusimamia nyumba zao na kuwa viongozi bora katika nyanja zote. Ni wajibu wako Baba kusimama katika zamu yako. Ni makuu ya kanisa PCC kwa wanaume ni kuwaunganisha wanaume wote ndani ya kanisa, kuwaandaa, kuwawezesha wamtumikie Mungu, pamoja na kusimamia nyumba zao na kuwa viongozi bora katika nyanja zote. Ni wajibu wako Baba kusimama katika zamu yako. Mwanaume na kusihi tena na kukumbusha, simama imara katika zamu yako. Mwanaume na kusihi tena na kukumbusha, simama imara katika zamu yako. Mwanaume twende kazini, mwanaume twende kazini, mwanaume twende kazini, mwanaume twende kazini. Mwanaume, 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 mwanaume twende kazini, kusimamia mwanaume twende kazini, ukawajibike, mwanaume twende kazini, mwanaume twende kazini, umtumikie mwanaume twende kazini, Mungu wetu, mwanaume twende kazini, mwanaume, 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 mwanaume,
mwanaume, mwanaume, mwanaume kufa uishi, mwanaume kufa uishi, mwanaume kufa uishi, mwanaume kufa uishi. Mwanaume, 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 mwanaume kufa uishi, mwanaume kufa uishi, mwanaume kufa uishi, mwanaume kufa uishi. Sifa apewe Bwana, sifa, sifa, sifa apewe Bwana, sifa, sifa, sifa apewe Bwana, sifa, sifa, sifa apewe Bwana, sifa, sifa apewe Bwana, sifa, sifa apewe Bwana. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa zote, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa zote, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa zote. Yesu pokea sifa, pokea sifa, Yesu pokea sifa zote. Oh, Yesu pokea sifa, pokea sifa, Yesu pokea sifa zote. Yesu pokea sifa, pokea Yesu pokea